Tufungeni mwezi mwema umekuja kwa Islami, tuifungeni Ramadhani waliye na imani. Ukithibitisha kwa macho kuona muandamo, basi funga na kufungua uonapo mwezi. Mama. Habari za leo? Salama kwema. Jasho linatoka. Kwa nini babangu? Nilipotea. Umepotea? Sielewi maana kama kidogo kuna mama mmoja hivi. Kanisa ndio gari kibonge zaidi. Sina kufahamu. Aha. Mama Kibonge. Yes, namkumbuka yupo. Mimi namjua Mama Kibonge, tutaingia zamani kwa sababu na mimi nimeondokaga miaka mingi sana katika huyu. Yupo. Anakaa mitaa hii hapa. Anapatikana mtaa huu. Mtaa huu hapa. Yaani ukishuka na hii njia, hapa pana frame ya duka ya. Ndio. Nyumba yake imetazamana na hiyo frame. Barabara hii. Kushuka nayo. Kuna usalama kutosha? Kuna usalama, tu usijali. Haya, karibu. Asante. Karibu. Endelea na majukumu. Haya, asante. Nyundo hapa. Haya. Alikuwa anamuulizia nani? Mama Kibonge. Ushamuelekeza? Nimemuelekeza. Atafika tu. Hapo ni jirani, aweza kapotea. Tuifungeni Ramadhani waliye na imani. Ukithibitisha kwa macho kuona muandamo, basi funga na kufungua uonapo mwezi. Vipi mimi nawe tumefunga. Wewe boya, mimi unatoka wapi? Naenda kwetu. Unataka mimi niende wapi? Mbona umepita katika ngome yangu mimi? Ngome yako? Huu mtaa wangu wewe. 99. Wewe 99? 99. 26. Long time ago nipo katika huu mji. Uliza uambiwe wewe, acha kuvamia gari kwa mbele utakufa ndugu yangu. Huruma ina malezi na mwenye huruma hana bahati. Hizo namba zishapita, hizo namba za kizee. Na wewe ndio namba zako za kitoto sasa. Mimi namba za kizee unazosema wewe, lakini wewe ni za kitoto zaidi. Kama wewe mbuni mmoja kama wewe. Unanitamia mbuni? Usifanye hivyo. Lete mazingira, lete mazingira, lete mazingira hayo. Lete mazingira hayo. Lete mazingira ngoni mazingira. Wewe mbona
Basi chukua. Achana na mimi bwana. Bado design una mazingira mengine. Bado una mazingira mengine. Mazingira gani rafiki yangu? Si unaona yako? Sasa watoto hawa rafiki yangu wafambwa. Yaani una matatizo rafiki yangu wewe. Sijapata unaona bahati kutembea na chuma nikuvunja kichwa hicho. Una nini wewe mweupe tu wewe. Tembea huko. Una nini wewe mzee? Utanifanya nini wewe? Utakufanya nini? Huyo nimekuchukulia kiboya tu. Nenda huko. Mimi nina duka zima la simu wewe. Nini? Basi inatosha bwana. Kwa imani ama tumefunga, tumemwachia Manani. Sabra, design. Mimi mwanamke ambaye ulioni believe kama wewe ujue design. Kiukweli yani sijawahi kupata mwanamke mwenye jina kama wewe Bi Sabra. Hata katika maandiko yapo hayo. Tatizo lako Ninja, uone umeweka sana mbele. Ni kweli unanihudumia na unanipenda pia. Ila uliniahidi mwezi wa Ramadhani utanioa, lakini mpaka sasa hivi naona kimya. Ndio, nafahamu design kitu kama hicho. Lakini siwezi nikafanya haraka katika huu mwezi wa Ramadhani. Wewe mwenyewe unajua katika mwezi wa Ramadhani ukiweka ndoa, hiyo ndoa itakuwa ya mkeka, ndoa hamna shughuli wala nini. Mimi mwenyewe na ndugu zangu na masisteri wangu. Design sister zangu wale ni watu wa shughuli, washazoea kutoa kwa watu. Kwa design nao wanatakiwa wapewe nao pia. Alafu tena na masela kibao na wanangu akina Kiroboto. Kiroboto mimi natakaje kupiga singeli ujue. Na shughuli bila singeli hainogi, wewe mwenyewe unajua kwa design masela kwa jinsi ambavyo tulivyo ujue. Si unajua? Ila usiwaze. Acha kwanza ipite huu mwezi wa Ramadhani, mimi nitakuoa. Mimi nimekuelewa Ninja. Ila mimi pia ni mwanamke. Nahitaji ndoa. Nahitaji niitwe mke wa mtu. Nafahamu hivyo, lakini mimi sipendi ujue design ufike huko ujue. Yaani ukifika huko, amini, mimi utanivunja moyo. Nitaumia sana kwa jinsi ambavyo ninavyokupenda wewe. Kwa namna fulani hivi design kidogo hivi naanza kubadilika. Mimi nikiona katika pitapita zangu nikiona wanawake kama wewe, nashindwa hata kuwakaba ujue. Najua kabisa kama nikimkaba tu, huenda nitakuwa nimekukaba wewe. Si unajua? Mimi nakupenda sana. Yaani wewe ndio umenibadilisha yani. Umeniweka katika mstari wa mapenzi. Mimi nilikuwa sijui maana kupenda. Umeona, lakini wewe kiukweli yani Sabra, mimi nakupenda sana. Na sipendi design mimi uwe hivyo, na sipendi mimi nikukose wewe katika maisha yangu. Umesikia Sabra mpenzi wangu? Wewe ndo mama. Hamna mwingine zaidi yako wewe ujue. Mimi najua kabisa ujue wewe kitu kikubwa sana ni ndoa. Ila ndoa mimi lazima nikuoe katika maisha yangu mimi wewe. Mimi nishaambia masela wangu wote, wanangu wote kina Basantana nini, Nunda nini, Abasi Mawe. Nishamwambia kwa design ikipita tu mwezi wa Ramadhani, mimi lazima mimi niweke jiko nikutie ndani. Wewe usiwazo wala nini? Au unaniambiaje mama yake? Sawa Ninja, nimekuelewa. Basi mimi ngoja niende. Wanawake kama wewe design ni wachache sana katika hapa ulimwenguni. Yaani wachache. Ujue design wanawake wengine ujue ambao tunakutana nao maneno kama hayo hawaongei kitu kama hicho. Usijali sana ujue. Sawa, kumbuka ahadi yako. Yeah. Mimi naomba niende kwanza. Poa, wewe nenda kwa design usiwazi wala nini. Sema nini? Ulisema kwa unahitaji flat. Flat tayari nishaipata. Nitamwambia dogo janja design ya kuletee, usiwazi wala nini. Poa, hamna noma hapo kwenyewe. Mimi nataka nikwambie. Niambie ife yangu. Unajua nini? Mimi naweza kumbadilisha kaka, tabia zake anazozifanya. Mami nishachoka. Nyumbani pale amsikii mama, amsikii nani. Yaani kaka kaa sugu mpaka yaani sisi majani mpaka anaboa. Ila wifi, kakako mwenyewe si unamjua na tabia zake. Sawa, namjua alivyo. Kaka akija kwako anapoa, mimi nakwambia. Yaani babake wote kwako naishi. Mimi nina wazo. Kwani mama alishai kumshirikisha yule kaka yake mkubwa? Labda yule kidogo angeongea naye angemuelewa.
Mimi huyo kaka tangu nimezaliwa, nimekuwa mpaka na utu uzima unajielewa. Sijawahi kumuona. Zaidi ya kumsikia tu mwendana watu akimzungumzia basi. Inaishia hivyo hivyo juu juu. Na hata sijawahi kumsikia hata siku moja amepiga simu pale anaongea na mama, hapana. Yaani kama vile kaitelekeza tu familia. Basi hata mama angewashirikisha wazee wa msikiti, labda hata hao wazee wakubwa huko. Kidogo angekaa naye chini wangemwambia, angewaelewa. Yaani kakangu mimi kashindwa kumsikiliza yule mzee mtu mzima, mama yake aliozaliwa naye tu alomtoa tumboni kwake. Atasikiliza wazee wa msikiti. Yaani kakangu tu ni kwamba asikila mwanzini wala mnadisala. Haelewi chochote wala asikii chochote. Sawa, hivi nitapambana. Samahani, naweza nikakaa? Kaka, samahani. Mimi kwa kitu niko nataka niongee na wewe. Unajua mimi na wewe damu moja. Licha kwa damu moja pia tumezaliwa tumbo moja kutoka kwa mama. Ndio, wewe kaka mkubwa, mimi ni dako mdogo. Licha hivyo pia sisi ni Waislamu. Hata kama tusingekuwa ndugu, bado tungekuwa tu ni ndugu kutokana na dini. Dini nasema kwa Muislamu mwenzio ni ndugu yako. Si ndio? Sasa kaka, ukizingatia hapa ni mwezi wa toba, mwezi wa ibada, mwezi wa kuomba msamaha, kuomba Mola wetu atusamee madhambi yetu ambayo tumeyafanya. Ndio. Acha kushangaza kakaangu wewe, yani upo kama wani upo katika mwezi wa Ramadhani, ufungi, ufanye ibada, yani hujui chochote kuhusiana na ibada. Mimi nanishangaza unajua kaka. Unajua Hadija, lini umeanza mazoea haya na mimi? Design hizo dini zenu za Kiarabu ni dini zenu nyinyi na wala sio dini yangu mimi. Dini yangu mimi ni hii hapa. Alafu tena kama hiki kibanda kinawatia ujeuri, mimi hiki kibanda nitakuja kukiuza. Alafu tena nitaona ujeuri wenu utaishia wapi. Maana mmekaa tu ovyo ovyo tu, mpo mbele ya mchezi nyuma mtingishiki. Mpo tu kama vibiliti ngoma. Hadija, design haya maisha na wala sio maisha yangu mimi. Hayo ni maisha yako wewe. Umesikia? We endeleza masomo yako, nafanya maisha yako pamoja na mama yako. Ushanielewa? Hapa naona kwa unaniharibia mimi stimu zangu tu. Umesikia Hadija? Kama ukiendelea hivyo, siku nyingine mimi nitakuondoa masikio yako. Hebu toka hapa. Kama unashinda kunielewa basi sawa. Zangu. Wewe nenda. Sitaki uniharibie stimu zangu hapa sasa hivi. Na hii nyumba hii nakuja kuuza. Sikukuu ya Eid niendelee kufanya mambo yangu. Naona mshanitibua sasa hivi. Kumbuka huyo mama yako wewe na wala sio mama yangu mimi. Mimi nishamtoa kabisa katika akili yangu. Sioni kitu ambacho anachokifanya. Na yeye mwenyewe yani watoto wa kike yani kawaida wanachukua akili za mama zao. Hayo sio maisha. Fuata maisha yako. Umesikia Hadija? Ukiendelea nitakutoa masikio. Vipi hapo? Afaje yani mdogo wangu sana. Mimi nataka nikushauri tu kitu kidogo. Acha rafiki na kaka yangu atakuharibu. Wewe bado mtoto. Yule mzee kashachanganyikiwa na maisha yake akubuhu kaa sugu. Kipindi kile ulipokuwa shule Mungu mtoto mzuri tu. Kichofanya acha shule nini? Wewe Hadija jao wewe. Unakumbuka kipindi kile ulipokuwa kufukuzia shule?
Nijua nikijenga urafiki na kaka yako ndo utanikubalia, kumbe ndo mmenekea tinted kabisa. Kia Mungu, yaani mtoto sio mtoto, ni hasara. Vipi? Nikusindikize? Vipi tena mtaani kwangu? Na nilisema nini kuhusu mtaani kwangu? Design, mimi na nyinyi tunamalizana wapi? Bro, mimi nilikuja tu kucheck, maana niliona maskani hujatokea siku 2. Kwa hiyo ule tulipiga mzigo pale. Tutakuwa tukunini, tugawane sawa ya huko. Hivi, Design, unapindisha katiba ya 99 ambapo ilivyopangwa. Nyinyi 26. Unajua nini madhara kupata asali katika mzinga wa nyuki? Toa maelezo. Basi mimi nilikuja tu kucheck ili tugawana pale. Hiyo hela yenyewe iko wapi? Kwa magetoni. Design, twende. Na unajua kabisa na hii kesi haiishi. Nilishasema kwa mtaani kwangu sitaki nimuone mtu. Mimi na nyinyi tunamalizana maskani. Tembea. Hivi. Oya nguruwe poli, nilisemaje kuhusu mtaani kwangu? Mimi nilisema kwa Design mazingira yetu tumalizane huku na wala sio mtaani kwangu. Sema mnakiuka katiba ya 99 ambavyo ilivyopangwa. Sasa katiba imepinga nani? Wewe mtaani kwako nimekanyaga lini? Mama mwisho kuna mtaani kwako mimi lini? Si wewe hapo umemtuma yule nguruwe poli wako mdogo yule. Yaani mwanangu analoshia steam. Sasa mimi muagize mtu kuja mtaani kwako, mimi siwezi kuja. Nimwagize yeye aje kufanya nini? Mazingira yangu selele mwabaje kufungulia nje kula kitu. Hayo mapicha unaletea yananichanganya baba. Sikiliza, mimi sijali habari za kufunga. Mimi mwenyewe sijui kitu ambacho kinachoitwa kufunga. Ushanisikia hivyo? Mimi nilishaongea kwa mtaani kwangu sihitaji mtu yoyote nimuone. Hiyo simeeleweka au? Asa imeeleweka vipi? Mbona sasa mnakeuka katiba ambayo ya 99 ambavyo ilivyopangwa? Kwa nini ndio alisema dogo kwamba wewe dogo sijui ana akili za kikubwa kuliko mimi au sio wewe? Asa mimi namwagizaje mtu mwenye akili za kikubwa kuliko mimi? Sasa hivi ndio unamcontrol. Afu mwanangu siku zote nakwambia wewe ndio unajifanya wewe memba. Wewe ndio unajifanya wewe ndio mkubwa wa 99. Mimi ndio 99 ambaye nilokuwepo. Nyinyi wote nyinyi 26, 32 minjino kuchekelea. Mimi si wa mind ujue. Hizo pigo zenu si mind. Ujue mimi mtaani kwangu pale mimi nina binti mdogo. Na mdogo wangu mimi yule nahitaji asome. Mademu wote walojaa hapa mtaani mpaka tukamtaki mdogo wako. Kwani ana nini kipya cha ajabu mpaka sisi tukamtamani yule mdogo wako? Mbona kuchafua siku rafiki yangu wewe? Siku naita rangi nyekundu ujue. Afu unamsha mashetani ujue. Afu mwenyewe nakuchukulia kimya siku ile unachukulia poa. Afu sikia. Siku nyingine mimi nitaonesha advertise. Siku nyingine unapenda kukimbilia panga. Sio kama napenda mimi nataka niwaoneshe nyinyi nguruwe pole, mimi nataka niwaoneshe vizuri advertise kwa jinsi ambavyo inavyokuepo. Mkimtia mimba mimi sihitaji abadilike ujue, tofauti na watoto wengine kama mzee Kapanya yule mtoto wake, mtoto mdogo tu, mtoto kwa darasa la 2. Design ana mimba. Mezeshe bitu basi kama bibi, wewe unamchuka sana mdogo wako unachukulia baridi. Mezeshe bitu afika naye pale. Yaani kitu kidogo achomochomwa panga ndio nini sasa? Yaani unalopanga ndo kama ngao yako au inakuwaje? Sichukulie hivyo babu, sio ndio ukalia kimo ukachukulia baridi. Wewe mdogo wako maizara yeye mwenyewe. Dogo anapiga mishindo mali ashinda kugawanyisha tikisa, sio umemloga sio umempa nini? Hata sio elewe na dogo wako. Alafu anakuja ananiambia eti mtaani kwangu. Mimi mtaani kwako je kutafuta nini sasa? Oya mimi sijali hivyo. Mimi yote ilidago ili mimi langu mimi ndo nalimiliki mimi. Hadi hao wazee ambao unaosema wewe wote wananisikiliza mimi. Kwa hiyo mara ngapi mimi nawatoa? Sikiliza, mimi naongea neno hili moja. Mwanzo wako na mwisho wako leo. Mambo yetu yote tunamalizana hapa maskani. Na wala so mtaani kwangu. Mimi mtaani kwangu mwisho. Tushaelewana ile? Mwambie yule nguruwe poli wako mdogo yule. Mtaani kwangu mwisho. Wauri haongei sana mzee, umesomeka. Asubuhi mbona kuita mashetani asubuhi babu, umesomeka Ushasema siongeongei sana, lakini baadaye nitakuja kukuchepa ujue. Mimi siogopi ujue. Zote hizo jela, zote hizo lupango, zote hizo mimi nazijua vizuri zilivyo. Msiletea habari zenu za kiwaki. Ushanielewa hivyo
Ushanielewa hivyo? Tuheshimiane ndugu yangu. Umesikia nguruwe poli wewe? Nimekusoma. Endelea na mambo yako. Alafu mwambie ule nguruwe poli wako mdogo yule. Mimi dakika 2 mbele nishaongea. Sitaki kurudia tena maneno yangu ujue. Mimi kichefuchefu. Mshanielewa eh? Mtani kwangu mwisho mambo yetu tumalizane hapa. 99 ipo hapa lakini kwa sio katika dago langu la mtani kwangu. Umesomeka babu. Tuheshimiane. Mimi sijazi wauni kule. Hapa ndo najaza wauni. Hapa mimi ndo nafuga nguruwe poli lakini sio mtani kwangu. Tuheshimiane. Umesomeka babu. Pumbavu. Ramadhani mwezi mwema ulimwenguni, Ramadhani mwezi mwema. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu ametujalia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao una fadhila nyingi sana ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka zinapatikana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezungumza ya kwamba katika hadithi yake mwezi wa Ramadhani umegawanyika katika mafungu matatu. Fungu la kwanza rehma, fungu la pili maghfira, na fungu la tatu itqun minan nar. Kwa hiyo tuzitafute rehema zake Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu azza wa jalla anayapenda na anayaridhia. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.